Siku ya Idi nilisikia kama mmesikia kuna watu wanajitangaza kama Moto Combat. Hiyo habari mlifuatilia zaidi na ilikuwa vipi? Tulisikia hiyo habari usiku. Tunapigwa simu, ilikopo wapi ile? Basi ile ilikuwa nani? Madale. Ilikopo Madale. Kuna watu wameita Moto Combat ambao sio sisi. Kwa hiyo sisi tunatangaza sasa hivi Moto Combat ndio sisi mnaotua. Na mtu yote atakayopiga show kutumia jina la Moto Combat, atakopiga show kutumia nyimbo ya Elena, atakopiga show yani kutumia nyimbo yetu yoyote, hata mtandaoni watu baki hao wanaochukua clip sijui nini. Clip hamna noma. Mtu kufanya clip hatujamkataza kwenye ngoma, afanye clip, afanye chochote anachokitaka. Ila tu unani so eti kwamba wewe bosi tu umepata show, yani mchukue au nimbandike au nimpeleke pale ndo Moto Combat. Hapo hakuna huruma hapo. Tutafungana. Mlihakikisha kwamba kweli kuna watu au ni taarifa tu mlishia kuisikia? Ni watu wapo na walikuwa kwenye show, sema tujajua baa gani, ila watu wapo na taarifa tulisikia, na kuna wanangu wengine walinipigia, vipi upo leo kiwanja fulani, mimi sipo. Sasa mimi hili swala nataka tulipeleke katika upande mwingine wa pili, na huu ni upande wa kisheria zaidi. Na nataka tumwalike wakili mwandamizi Sudi Zidadi Mikidadi, ambaye yeye atakuja kutufafanulia kwa upande wa kisheria haya ambayo mmeyapitia nyinyi, kwa watu kujifanya kama Moto Combat lakini sio Moto Combat, yanaweza kuwa yana athari kiasi gani katika sanaa, au kwa upande wa sheria ni kipi ambacho kinatakiwa kifatwe hapo. Umewasikiliza vizuri vijana wa Moto Combat na kesi yao vizuri sana, ile ya awali kabisa kuhusiana na watu ambao walikuja wanajifanya kama wao ndio Moto Combat lakini hawakuwa Moto Combat halisi. Wasikia vizuri sana. Sasa hii imekaaje katika upande wa kisheria kwa mtu ambaye anaweza akaja anajifanya kama ni msanii fulani lakini sio msanii fulani? Kwanza wamefanya makosa makubwa sana kisheria. Mtu anapojitambulisha kwamba ni kundi fulani ama ni msanii fulani lakini kiuhalisia sio yeye, anatumia jina la ile kundi ambalo limepata maarufu kujifaidishia kwa manufaa yake binafsi. Sasa kwa mujibu wa sheria ni kosa la kijinai ambalo lina adhabu ya kijinai. Kwa mujibu wa sheria yetu ya kanuni ya adhabu, kwanza ule ni udanganyifu. Tofauti na udanganyifu pia kuna kosa ambalo linaitwa impersonation. Mtu ama kikundi kinakuja kinajitambulisha kwamba sisi ni wasanii fulani ama sisi ni kundi fulani, wakati kiuhalisia sio wenyewe, au wanakuwa wamefanya impersonation au wanakuwa wamefanya udanganyifu, kitu ambacho sasa kwa mujibu wa sheria yetu sisi kanuni ya adhabu ama makosa ya jinai, hiyo pia ni kosa la jinai. Hapo inaweza kupelekea wakafungua kesi polisi wakawapeleka mahakamani wale watu ambao wametumia ile identity ambayo sio ya kwao. Wakikutwa na hatia wanapigwa faini ama wanapata kifungo cha gerezani. Ni kinyume pia na sheria yetu ya haki miliki na haki shirikishi, ambapo unaweza kusema ni sheria ya Copyright Enabling Act. Kwa tumesikia kwamba walifanya show mbalimbali, waliperform zile nyimbo zao zile ambazo ni za Moto Combat halisi, lakini wao wakaenda wakazifanyia show. Hiyo pia inakaa katika kosa ya madai. Wameinfringe haki miliki ya hawa wasanii, yani wameiba haki miliki ya hawa wasanii. Kiasi kwamba pia kwa mujibu wa sheria ya haki miliki ni kosa la jinai kwa sababu walijipatia pesa. Ni kosa pia la madai, pia ni kosa la madai. Pia wanaweza wakafungua kesi ya madai kuwadai au watu ambao wametambulisha kama Moto Combat fake, wanaweza wakawafungulia madai kwa sababu waliperform nyimbo zao na katika ile perform walilipwa pesa. Kwa walitumia nyimbo za Moto Combat halisi kujifaidisha wao. Kwa hiyo Moto Combat halisi wana haki pia ya kufungua kesi ya madai kwa kuweza kuibiwa haki miliki yao. Na tunajua pia nyimbo zinalindwa na haki miliki. Mtu yoyote kwa mujibu wa sheria yetu ya haki miliki na haki shirikishi, mtu yoyote haruhusiwi kutumia kazi ya mtu mwingine kwa manufaa yake binafsi pasipo kupata ruksa ya wale wamiliki. Sasa tumesikia kwamba waliperform nyimbo zao kwenye matamasha mbalimbali, na kama waliperform ina maana walilipwa pia pesa, na kama walilipwa pesa basi walifaidika na kazi ambazo sio za kwao. Kwa mujibu wa sheria yetu ya haki miliki na haki shirikishi, basi wanakuwa wamefanya makosa makubwa sana. Ni makosa makubwa sana kwa mujibu wa sheria yetu, kwa sababu